Nikiripoti live kutoka Nairobi CBD, mjini penyewe, katikati ya Nairobi. Nataka nikupe maelekezo kuhusiana na chakacha ya Pipi Jojo. Kwa nini mimi ndo nimesimama pale? Kitu kinachofanyika huko ndani unaweza ukahisi ni maigizo, lakini hakuna kilichoigizwa huko ndani. Kila kitu kilichofanyika ni cha kweli. Sasa nataka nikupe story behind of this. Hii video unavyoiona kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni matukio ambayo yamefanyika yote, mimi ndo nimeyapanga. Na ukiachana na kuyapanga, hii tukio unaloliona hapa mbele yako la Pipi Jojo anakabidhiwa. Umeona hicho anachokabidhiwa hapa? Hiyo ni nini? Najua unajua. Kama hujakiona anachokabidhiwa, utaingia YouTube, nenda kaangalie ni nini. Pipi Jojo ni msanii, ni binti, ni mdogo wa kike ambaye katoka kwenye maisha ya kimaskini, na kutoka kwenye maisha ya kimaskini na kufanikiwa inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ili afanikiwe, kuna baadhi ya vitu inatakiwa afanyiwe. Lazima afanyiwe sadaka, afanyiwe sacrifice. Sio sacrifice za kutoa watu kafara, no. Sacrifice kama hizi zilizofanyika hapa ndani. Umeona huyu Pipi ni mdogo. Ni mdogo. Dada yake ndio kaolewa kwenye hii video. Dada yake akiwa anaolewa, mume wake amepewa chatu, ishara ya kwamba anatakiwa aende akamtunze yule chatu, ndo mke tuliyempatia. Lakini Pipi Jojo yeye kakabidhiwa nyoka mdogo, kwa sababu pia umri wake ni mdogo. Utakapofikia wakati wa Pipi Jojo kuolewa, hiyo nyoka aliyokabidhiwa atapewa bwana wake. Sio, mnaelewa? Sitaki kuamalizia uondo, lakini hii ni movie, lakini movie ambayo ime based on true story. Chochote kinachofanyika ndani ya hii video is based on true story. Sio kama tunaelewana. Mambo yaliyofanyika sio kwamba ni maigizo. Mimi sio mwigizaji, wala siwezi kuwa mwigizaji. Ndio maana unaona kuna vitu vya tofauti, kwa sababu ni true event. Kwa nini nyimbo ni ya mapenzi lakini unaona muendelezo wa vitu tofauti? Ndani kuna combine ya sisi wa Afrika, kuna kila kitu cha kitamaduni. Watu wengi wanatoa video wanaonyesha magari ya kifahari, nyumba za kifahari ninazo nyingi, magari ya kifahari ninayo, magoldi, manini. Nilikuwa na uwezo wa kufanya hayo yote. Kwa nini sijafanya? Nimeamua kutumia milioni 500. Watu wamekaa location siku 14. Siku 14 location. Watu 100 na madirector na manani. Hao watu wanatakiwa wale, ng'ombe zinatakiwa zichinjwe, watu wanatakiwa wakae apartment, watu wanatakiwa wakae hoteli, watu wanatakiwa wasafirishwe, wengine wabebe magari yao. Hii video imenigharimu almost milioni 500. Kwa nini nimetoa milioni 500? Milioni 20 ya Kenya. Kwa nini nimetoa hiyo pesa? Sio kwa sababu mimi ni tajiri sana, hapana. Nimetoa kwa sababu ya kuonyesha uhalisia wetu wa Afrika. Watu wengi hawajivunii Uafrika wao, hawajivunii kuwa wa Tanzania, hawajivunii kuwa wa Kenya, hawajivunii kuwa wa Kongo, hawajivunii kuwa the way walivyo. Wanapenda tamaduni, ushamba wa tamaduni za watu wengine. Kila kitu unachokiona huko ndani ni cha kweli. Embu niambie kwenye comment, ni kitu gani ambacho kimekutatiza kwenye video unataka nikufafanulie? Nitakufafanulia. Kuna maana nyingi ya hii video, nitaifanyia review, kwa sababu hii video kwanza tumeshoot, material yamekuwa mengi kuliko video. Video ina dakika 3. Material tumeshoot ndani ya wiki 2 babu. Yaani siri wapiaje. Kwa hiyo ukiachana na hii, nitatoa kwenye account yangu, nitatoa maelekezo ya namna location ilivyokuwa, kwa nini vitu vimefanyika. Kuna sacrifice zimefanyika za ng'ombe, lakini hazijaonyeshwa kwenye video. Ila kwenye document ambazo mimi nitazipost, nitaonyesha kila kitu. Vitu vilivyofanyika sio content wala sio maigizo, ni vitu vya kweli. Mimi ni chief na binti yangu ni princess. Kwa hiyo nimemkabidhi yeye aende akawaonyeshe wasanii wenzie kwamba yeye ni mtoto wa mfalme, ni mtoto wa chief.
Kwa hiyo kama yeye ni mtoto wa chief, anatakiwa kufanya vitu tofauti na watu wengine nje. Hii ni video ambayo ndani ya mwaka 2025, 2026, 2027 kama mtu mwingine atatoa video kali zaidi ya hii, basi nitakuwa ni mimi mwenyewe. Nimtakie siku njema.